Nilikwambia fungua macho. Fungua macho tazame wewe. Mbona ukaishi mchana baba wako leo? Bro, nilikwambia ni don't joke with your tongue guys. They are bro. Unavyoniona sasa hivi. Yes. Sina mzazi katika maisha yangu. Nimemwondoa yule mzee katika maisha yangu. Sitaki mtoto kutoka kwake. Hadi sitaki kumuona. Bila. Unasema ni kwenye kwani wewe bwana. Tulia. Jua kwamba ndio mbele. Ni kama sisi wanyama porini. Hatuna mila au hatuna mipaka. Ni kama sisi wanyama basi. Ni sawa. Kwani wewe nikuulize. Wewe kwani hujaiungwa na mshale wa mapenzi? Hujui jinsi ambavyo ninavyohisi ngoswe. Bro. Ndia. Si unajua sisi sote tulitoka wapi? Sisi sote ni wanyama. Tofauti ni kwa sisi ni binadamu tunatembea na mitume mingi. Ila wale tunaojua ni wanyama kamili. Wanatembea na mitume mingi. Si ulisema Darwin's theory wakati ulikuwa chuo. Inakaa mambo ambayo unasema ni ukweli. Hiyo ni ukweli kabisa. Na siku hizi Israeli ndio kwa siku. Aliyekwambia siku hizi kuna wapenzi ni nani? Unadhani mtu yote alikupenda eti kwa sababu ya mapenzi? Hapana. Alikuwa haja na pesa zake. Kaka. Nimpenda tena wewe. Lakini unaona kitu ambacho ananifanyia mimi. Bro, naomba kuondoka. Nilimwambia kitambo ndani ya lakini Mangwasha alihisi kuwa Chifu Kishabazi hakumhusisha katika kazi za ofisi. Alijua ni kwa nini. Alikemea katika kosa kidogo yote ya Mangwasha alichoifanya. Ikawa baada ya kazi, Mangwasha alienda kuungana na Kubaya Mrima kuwashawishi vijana kumpigia Lonare. Wafuasi wa Lonare kama Sauni, Sabura pia waliungana nao. Mangwasha alitengeneza vikundi vya wanawake na wasichana ili kuwashawishi kumpigia Lonare kura. Ikawa jambo muhimu ni kumpigia Lonare kura. Karibu kijana. Baba no. Imefika siku nyingi kabla na niliambiwa kuwa leo hata naomba nenda kusomea daktari kule Ujerumani, lakini anarudi leo. Sasa tunaweza kusubiri. Kwa hiyo anakuja na hapo karibu na ana ndio Baba. Naam. Bali yako baba. Salama sana. Nilipokuwa Ujerumani, nilikukosa sana. Nikatamani nyinyi mnakuona. Ndugu, ni furaha yangu kuona mtoto wangu amehitimu vizuri katika masomo, apata kazi nzuri. Nilifanikiwa kupata kazi katika hospitali. Sasa mimi hiyo ni vyema. Ila kwa sasa nilikuwa nataka nikuache na hiyo mashauri, mzungumze mawili matatu kisha baadaye nitarejea. sawa. Na hii tuna mengi kuzungumzia. Labda kumaliza na tende. Mengi mno, sijui nianzie wapi. Labda tuanze na pale ndani kulipo kama kushika nzige tulipo. Nakumbuka. Na
Unakumbuka mwalimu wa bio? Mwenye alisema ni shule ni toka wahai. Do you remember? Ile tulitoroka shule. Do you remember bro? Come on. Katika darasa letu hapo anajua ulikuwa mmoja sana. Nyoka yeye alikuwa kufa kitambo. Nilikuwa kumsaidia mwalimu nikumshika. Leo ukatoroka. Alafu unakumbuka huyu kijana? Huyu ambaye jana mwenye mwalimu alikuwa anasema alikuwa na ugonjwa wa tuberculosis. Ugonjwa wa dawa. Nakwambia kijana huyu alikuwa ameketi kando na dawati langu. Alikuwa anapenda kujikuna. Sasa naelewa unachotaka kusema. Sasa alikuwa amechoka chao ndio. Sijui alikuwa ametoka wapi. Nasikia alikuwa ni mtoto yatima. Si bure kaletwa pale Beacons Academy na wahisani wake. Alikuwa hodari kwenye masomo. Ndio kwa maana tunataka tubadilishe uongozi ili tuwasaidie watoto mayatima kama hao. Very true. Uchumi hivyo watia wengi kwa tajiri. Umewafanya wengi kutumbukia shimoni na kuwafanya wasalie wengi. Umewafanya wengi kuwa wasalie humo ili wasije kuwa Watulia, chuma chao kimotoni. Watapaki kule mitaani wakiokota mafuta. Wapi? Wengi wao zamani gani kuelekea ugaibuni. Watu wote sisi na pesa na nchi. Tubaki mchinjane tu. Sasa this. Do think kama kuna shida. Naona napiga. Usiseme hivyo. Wewe usijiulize, mtu akijua anaenda kushindwa, huwa anawaambia wafuasi wake kwamba anaenda kushinda ili awape imani. Kama baba mama. Wewe tuzidi tu kuchapa kazi. Haya nyingine tumwachie Mola. Alafu ile hoteli inaitwa aje? Mpenda bure. Situeleze. Habari yako? Huyo ni mzungu, najua mkiangu kutoka Amerika. Sisi tunaongea hapa kwa Kenya. Sisi lugha na sawa. Kumbe tubu. Aye. Yes. But Mwenyezi Mungu anatusaidia sisi. Naomba labda wewe msaidizi mkubwa. Silo jeno na fix vitu kwa kama uko jamii sisi au tupone la. Unaweza kupanga vitu zangu vizuri. Naam. Yes. Nimetoka sana lakini nimetoka US leo, nimefika mapema sana. Yes. Okay. Tebu pia Mwangi. How are you? Nimeona mtoto hapa nje kwa kiti yangu ya secretary. Naona naweza hata bani, Ni bengi. Ile lugha ya vijana ni bengi. Jambo. Naongea kufanya nini katika
Yes, I will call you short after. Short after a while after short. Mdomo sije kukaa. Oh, ninaona sikia kwa mbele yangu. Ningependa nizungumzie sawa. Unataka kuna ndio asante yako baada ya kufanyia kazi kwa miaka yote. Ndio unaniuliza ndio asante ama ndio thank you. Na ndio asante. Unaweza uliza hizo neno vizuri tena nisikuelewe. Shaba. Ndio asante baada ya kufanyia kazi kwa miaka yote. Dada, ningependa ninene kwa lugha ya Kimombo lakini maneno sina mdomoni, lakini ningependa ninene kwa lugha ya Kiswahili yenye kifasaha yenye kila mwanafunzi anaelewa. So, ulikuwa unaifanyia serikali kazi na si mimi, na sikumbuki kama kuna siku ulikuwa unafanyia kazi, ulikuwa unafanyia serikali kazi. Mbona sikuelewi? Sijui kama utanielewa. Sijui na sitaki kunielewa pia. Kwa sababu huwezi nielewa kwa sababu baada ya kazi unaenda kufanyia kampeni Lonare. Na sidhani kama utanielewa. Nyinyi wafuasi wa Lonare. Nyinyi wafuasi wa Lonare, kazi ni kupigia Lonare kura. Kazi ni sijui nimesema nini. Yes. Nyinyi wafuasi wa Lonare, mmekazana, mmemnyang'anya Sagilu Kigemo la kidaki pekee. Mashauri. Na sasa bado mko mbioni, mnakimbia. Mnataka kumnyang'anya anaitwa Jora, Mutemile Sulia. Mtoto wako kipekee Ngosu. Unadhani tutawasamehe? Bwana Chief. Actually. Wale ni watu wakubwa, si watoto. Okay. Wana akili zao. Na wamechagua kuyafuata mazuri na kuacha uovu wao. Hadi sisi waovu. Sisi waovu. Sisi waovu vipi? Basi dada, Mangua. Nenda upande katika vilima za Bilete huko juu, utangaze kwamba Chief Mshaba na serikali mzima king'ang'ana na Ruto ni waovu, sawa? Chief Mshaba, acha nikueleze. Tutahakikisha tumeondoa mambo ya ukabila, ubinafsi na uovu katika hayo yote. Ngoja basi. Okay, sijui nijibu nini kwa hilo. But najaribu. Dada. Sijui niseme nini. Acha nikwambie Chief. Dada, nenda kumsindikize Lonare. Kwenda kushindwa. Maana kushindwa ni lazima. Acha nikwambie Chief Mshaba. Basi niambie. Nyinyi na wafuasi wenu wote, nyinyi si serikali. Serikali ni sisi wananchi. Basi acha nikwambie. Umekuwa ukifuata Mutemile Sulia katika hiyo kibili yake. Sasa ni wewe atakusaidia vipi? Acha nikwambie. Nyinyi hamtashinda. Ni Lonare. Lonare. Sasa nikwambie. Najua umenifuta kazi. Najua hata yule tupasi utafuta kazi kwa kuwa sio mtu wa kikweli. Yule msichana. Hiyo kabisa. Anakushinda mengi. Anishinda asishinda anyashi. Lakini hata nikwambie. Haya yote ambayo ya ukabila yote yataisha. Basi tu nikwambie. Kama ukabila, ubinafsi ni chakula. Basi mkachague kwenda mkayapike. Yaani kama kushiba. Basi hata kama ni kuku bado tutala. Enda. Lakini kama nakwambia wewe msichana, rudi hapa. Nenda kumsindikiza Lonare, maana kushinda ni lazima. Ati waovu bana. Mbona tunakula? Asito. Abebo. Uende dada ukanitoleka. Asito. Uko ready? Uko tayari?
Ukijaza kile kaka. Wewe jamani supizie. Ngara maifu. Sio simu watu wanapigia. Kama ya tunabadilisha. Ruka fundi. Daktari alisema mgonjwa ashapata fahamu. Sasa anaweza kutuliza. Lakini Ronaldo alielezea wapelelezi kuwa hawezi kujua alipopelekwa kwa kuwa kulikuwa na giza, hakujua. Na pale alipopata nafasi, alitoroka huko na kuja mlangoni mwangu. Ndipo alipopata. Alipofika hapo, akapoteza fahamu. Hapo ndipo alipata. Dadangu, yaani mimi nashukuru kwa Mungu, yaani amesikia maombi yetu na kilio chetu. Yaani wanadamu ni maadui wakubwa sana huko. Hata lakini dadangu, usimwage mtama kwenye kukuweni. Kweli. Nakwambia nakupatia shilingi 5. Utakupatia shilingi 5 kanuni yangu wa kujangu. Umpige nani? Dada kura yangu wa kiyangu. Kura yangu wa kiyangu dada. Dada unampigia nani kura? Naomba umpige nani? Na mimi nikamkanipisha nikapiga kura dada. Nipiga mwana. Jamani mimi ni wangu. Mimi ni mkubwa sana. Jamani tafadhali. Pole kijana na kuomba Mode. Nakumbuka zile maezi wana tunapiga kura kama watu. Songe. Mimi kura yangu wa kiyangu imepiga kwa Mtemi Lesuli. kijana kwa nini kusoma?
fanya hivi. Kuna bibi yake kule nyumbani. Acha bibi yake akamshughulikie. Baada ya hayo, Lonare Sagilu alipelekwa hospitalini ili akatibiwe. Asubuhi moja ya Mungu, Mangwasha alipokuwa akisikiliza redio, alitangazwa kama mwanamke mwenye bidii sana. Baada ya hapo, siku chache baada ya uchaguzi, Lonare hakuwa anapatikana. Wananchi walikuwa na hofu sana. Lakini siku moja pia ya Mungu, Lonare alilalama mpaka akafika kwenye lango la Mangwasha, ndipo alipochukuliwa na kupelekwa hospitalini na kutibiwa. Baada ya hapo, wenyeji wagonjwa mgeni. Baba, tulia baba, tulia. Mashauri. Unajua mashauri nikwambia wakati mmoja unisamea. Au kunisamea. Ona sana nakuomba. Daktari, nimekusamea baba. Umenisamea. Tulia baba. Umenisamea. Mashauri nimekusamea baba. Mashauri. Unajua uovu niliofanya usukule usubamu mateia ndio ulikuwa uovu mkubwa mwanangu. Unajua muda ule nilikuwa katika Kilete, nilidhani kukugongea nilikuwa lakini mashauri sana nimekusamea baba. Yaani sitakaribia tia tena. Mashauri sasa unajua ile wakati mlingata wana mama wako. Nilijirudilia nikasema yenyewe sifanyi vizuri. Hadi nikarudi kule babu wetu, kule kwa mababu zetu. Akanichinjia kuku na mbuzi. Damu yake nikamwagiwa nikakunywa. Nikabadilika nikakosa leo nampenda Yesu Kristo. Mashauri kujiangu sana. Unajua nilipotoka kule kwetu. Nilifika nikapata nyumba yangu, bibi yangu, watoto wangu wote wamechukua. Nikashindwa niingilie wapi kijana yangu. Mwanangu, mzamie mwanangu. Mzamie mwanangu. Naam. Mbona kupenda? Lakini baba, ile ilikuwa ni mali ya watu wa umma. Nadhani nilisikia vipi wakati nilipata mali yangu. Nilisikia vipi mwanangu? Nizame keja yangu mashauri. Haya sawa baba. Nimekusamea. Umenisamea? Nimekusamea baba. Tulia baba, baba hajapona. Wacha nimuite daktari. Nimepona. Tulia. Kama umenisamea mwanangu nimepona. Tulia, acha nimuite daktari. Unahitaji kula nini? Daktari. Daktari ndio mwanamke. Nimepona. Acha nikamwite daktari. Akuletee angalau kitu. Mwita nesi, si daktari. Mwita nesi. Sawa. Haya, nesi.
Niamshe pole pole. Unikuze hapa daktari. Hapa unikuze hapa. Niamshe unikuze hapa. Unikuze vizuri. Daktari. Nakwambia nimepona. Lakini mmoja tu. Twende uniponye daktari. Twende uniponye daktari. Asanteni sana kwa kunipa uongozi. Pia asanteni sana kwa kutegua vigwera niliyomdiwa na wapinzani wangu. Nawashukuru sana. Tutaendelea kukomoa uchumi wa nchi uliodorora na tutawakamata hawa wezi wanaofisidi uchumi ya nchi. Wananchi tunaelewana? Haya. Basi tutaendelea, tutakomesha ufisadi. Pia tutahakikisha kwamba manyumba yaliyomilikiwa na hawa wasaliti tutatoa hayo mali ya umma na kuyapeleka na kuyarudisha kwa serikali. Haya yote tutafanya. Pia tufahamu ya kwamba palipo wazee hapaharibiki jambo. Wazee ni wetu. Hapaharibiki jambo. Naam. Pia tuwe na udugu na utu pia. Tuwe na utu. Maana utu ni utu ni ubinadamu. Utu ni nini? Naam. Naam, ya mwisho ya kwamba tujifunze kusema hapana. Tujifunze kusema hapana. Na siyaweza kusema hivi atakuwa fukara maishani. Tudumishe amani na tupendane. Tudumishe amani na tupendane. Mambo aliyosema Lonare kweli. Sisi kama wananchi hakuna utofauti kati ya watu wa Matua na mtu yote katika nchi. Sawa? Hakuna ubinafsi. Yale aliyosema Lonare si mambo ya mtu kama mkawani na kuambia watu. Ni mtu anayejali watu wake. Kwa hivyo tuishi kwa amani na tupendane. Sawa? Nchi ya Matua ni taifa. Uwe mkule
uwe mketwa. Cha muhimu ni kuishi kwa amani na umoja. Cha muhimu wewe ni mzalendo wa nchi ya Machuo.